Manji ambaye ametangulia mbele za haki. Tumwombee Mungu ampe pumziko la milele. Mwenyezi Mungu amwapushie na adhabu za kaburi na afanye kaburi lake kuwa ni sehemu katika bustani za peponi. Baada ya kusema hayo, Young Africans tulipitia wakati mgumu, na mimi nikiwa tu mshabiki na mwanachama. Lakini nakumbuka 2020 Mr. Ghalib aliniambia tumealikwa kwenye harambee kubwa ya ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya kuikwamua klabu yetu kutoka kwenye wakati mgumu. Akashiriki kwenye mkutano ule. Kwa bahati mbaya nilikuwa nimesafiri, na alitoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni 300, na mwaliko huu ulitoka kwa mwenyekiti wa kamati ile ambaye alikuwa ni Anton Mavunde, na hiyo ndio historia ilipoanza hapo ya sisi na mimi binafsi kama kampuni ya GSM na mimi binafsi kuingia kwenye Young Africans. Baada ya kupita kwenye hatua, ilitolewa pia nafasi ya klabu ya Young Africans kumtafuta mzabuni wa jezi, ambayo kampuni yetu iliweza kubid na ikapata nafasi ya kutengeneza jezi. Na mimi nikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji, ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara. Lakini baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu haifanyi vizuri. Kwa hiyo nikakaa na Mr. Ghalib akaniambia, bwana, sasa hii bahati nzuri ni timu unayoishabikia na wewe ndio mwekezaji mwenyewe, fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara, lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Young Africans. Basi ndio tukaanza hapo, ikabidi tusajili wachezaji. Nakumbuka mwaka 2020 mwanzoni, wakati wa dirisha dogo, tukasajili wachezaji 4. Tukamsajili Ditram Mchimbi, tukamsajili Adeum Saleh, tukamsajili Bernard Morrison na tukamsajili Haruna Nionzima, na karudi baada ya kuitumikia Young Africans na baadaye Simba na baadaye karudi Rwanda. Kwa hiyo ulikuwa ni task yangu ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu inakaa mahali pazuri. Kwa hiyo tukaweza kuihamisha kutoka Neverland kuja Regents Hotel, tukaitafutia uwanja wa mazoezi, tukapata uwanja wa chuo cha sheria, tukaanza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha timu inashinda, kwa maana ya kumotivate, kuweka thamani ya kifedha. Na wakati huo klabu ilikuwa iko down kwenye kila sehemu. Tukamleta pia coach Luke Eyma kama mnakumbuka, na baada ya hapo kuanza kuweka motivation. Nakumbuka mara ya kwanza Nugas alikuwa anabeba kabisa milioni 10 kama furushi kuhakikisha anawaonyesha wachezaji kwa jamani, fedha ni hizi, mechi mkishinda mtaondoka na hizi fedha. Ilikuwa ni sehemu ya motivation kwa ajili ya kupromote wachezaji waweze kufanikiwa na kutupa matokeo. Tulikwenda na baadaye tukaweza tukachukua nafasi ya pili kwenye ligi. Ulikuwa ndo msimu wa kwanza wa 2021 ambao nilishiriki. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa naona gharama zinavyoenda. Yaani ukitaka kuihamisha timu kutoka sehemu hii kuipeleka hii inahitajika gharama. Ukitaka kumsajili mchezaji inahitajika fedha. Na fedha hizi zote zilikuwa zinatolewa na Mr. Ghalib free from his pocket, kwamba nataka tuisupport team sasa. Nikaja na wazo kwa ile background yangu ya investment, tukasema lazima tuwe na short term plans na tuwe na long term plans. Short term ni hii kusupport, kuinua quality. Lakini long term hii timu inapaswa kuweza kusimama kwa miguu yake. Inaweza kuwa ni 100% au inaweza kuwa ni 50% au inaweza kuwa 75%. Kwa hapo tukasema lazima tutafute mfumo utakaofanya timu isimame imara yenyewe na tupunguze utegemezi. Kwa hiyo mwenyekiti Dr. Msola alikuwa tayari ameshakuja na wazo la transformation. Nikasema hapa tunaweza tukatumia hili wazo, tukalipa nguvu hili wazo likaweza kutransform timu yetu. Basi nikamconsult, tukakaa tukakubaliana tutengeneze ile kamati kwa ukubwa wake, tuipe nguvu, na baadaye nikawa sehemu hiyo kamati. Na baada ya kuwa kwenye kamati tukaona pale kwenye kamati kuna watu wenye taaluma nyingi. Kuna wanasheria, mwenyekiti wetu Mzee Mgongolwa, kuna kina Arafat walikuwa wanatoka kwenye finance, kuna Ivan Tarimo walikuwa wanatoka finance, mimi natoka kwenye engineering, lakini wote tunakosa elimu ya transformation. Ndio hapo sasa tukasema lazima tutafute consultant, mtu atakayetusaidia kujifunza dunia ya sasa inaendeshwaje, mpira wa sasa unaendeshwa vipi. Kwa hiyo tukaweza kufanikiwa kupata La Liga, wakatushauri, tukajifunza kutoka kwao na sisi tukajifunza, wao wakajifunza pia culture yetu ikoje. Tukakama na mfumo wa mabadiliko, na mfumo ule ulipelekwa kwenye mabadiliko ya katiba
Club ya Young Africans ikatengeneza rasimu ya katiba mpya, zikaenda kwa wanachama wakajifunza, wakatoa mawazo yao, tuka incorporate na baadaye tukaenda kwenye mkutano mkuu uliofanyika mwezi wa sita mwaka 2021, na mkutano ule uliridhia mabadiliko ya mfumo wa mabadiliko ya klabu yetu na ulihudhuriwa na wanachama 1770 na wanachama wote waliridhia mabadiliko hayo. Na baada ya kuridhia tukalazimika kwenda kwenye mabadiliko ya mfumo, na sehemu ya mabadiliko ilikuwa ni kubadilisha ownership ya club kutoka 100% kwenda 49 kwa wawekezaji, 51 kwa wenye club. Lakini la pili ilikuwa structure ya leadership ambayo ilikuwa nataka mwenyekiti abadilike kuwa rais na baadaye kuwa kuna mwenyekiti wa bodi, na eneo la tatu ilikuwa fan engagement ambayo yote hayo tulianza kuyafanyia kazi, na mnamo mwaka 2022 tukafanya uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa ni matakwa ya kikatiba baada ya katiba yetu kusajiliwa tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2021. Tumefanikiwa kusajili katiba, tukalazimika kuimplement katiba, na hapo tarehe sikumbuki ilikuwa mwaka 2022 Julai 9 tukafanya uchaguzi ambao uchaguzi huo ukanifanya niwe rais wa Club ya Young Africans kwa kipindi cha miaka 4 ambayo naihudumia kwa sasa. Asante. Tumepata walau kufahamu kile ambacho kimetuleta hapa. Engineer ameelezea safari yake na Fatma, kwanza mimi ni shukuru mtu mmoja ambaye wa kwanza nitamtaja ni Mr. Ghalib Said Mohamed. Yeye alikuwa ni sababu kubwa sana ya mimi kufika hapa, na nichukue fursa hii kumshukuru kwa support yake kubwa ambayo amekuwa akionyesha personally kwangu, lakini pia kwenye taasisi ya Club ya Young Africans. Nyuma ya haya mafanikio kumekuwa kuna mawazo, kumekuwa kuna ushauri, kumekuwa kuna guidance na watu wengi ambao wamekuwa wakinipa ushauri. Nisiwezi kuwataja watu wote hapa, lakini wamekuwa ni sababu kubwa ya hiki. Na ni kweli wakati naingia madarakani kama mwenyekiti wa club, nafikiri inaweza kuwa ni mwenyekiti mwenye umri mdogo kuliko wenye viti wa vilabu hivi vikubwa katika historia yake. Miaka 30 kitu haikuwa rahisi kukabidhiwa Young Africans. Kitu gani ambacho kilinifanya nichukue hii dhamana? Kwanza ni dhamira yangu ya kutaka kusaidia klabu yangu ya Young Africans ambayo ni klabu ya mzee wangu marehemu. Lakini la pili ni dhima ambayo tulikuwa nayo kama community ambayo tulikuwa tunaitaka. Young Africans ni klabu kubwa kuliko zote kwa umri hapa Tanzania. Haiwezi kuwa klabu ambayo inaweza kupitia shida wakati kuna watu wenye uwezo wa kuisaidia kawaida. Kwa hiyo naweza kusema ni abandon my professional career kama civil engineer na kuweka jitihada kwenye mpira. Hilo ni eneo la pili. La tatu ni kuungwa mkono kwa uongozi wetu kwa wanachama na mashabiki. Wanachama na mashabiki waliweza kutupokea vizuri sana. Waliamini kabisa ya kwamba brain zetu zikiungana kwa pamoja, kwa wajumbe wa kamati ya utendaji, makamu wa rais, pamoja na viongozi mbalimbali ambao tunaweza kusema ni brain nyuma ya Young Africans, tunaweza kufanikiwa. Challenge ya kwanza ilikuwa ni umri, naonekana ni kijana mdogo. Challenge ya pili ni kwamba sijawahi kuonekana kwenye uongozi wa mpira, kwamba kuongoza vilabu mbalimbali, na hicho kilikuwa kinatia wasiwasi, na wasiwasi huo ulikuwa ni haki kwa hawa watu kuwa na wasiwasi. Lakini nataka niwaambie vijana, sisi wengi sana tuna uwezo mkubwa sana, na kitu ambacho tunaweza kukifanya ni kuhakikisha tunapewa nafasi, na tukipewa nafasi, naamini hata hapo watu ambao wako nyuma ya hizi kamera wana uwezo mkubwa sana hata kwa umri wao mdogo waliokuwa nao. Kwa hiyo cha kwanza ni kupewa nafasi vijana na kuaminiwa, lakini la pili ni sisi vijana kutendea haki hizo nafasi zetu. Nikiri ya kwamba haikuwa rahisi, lakini tumepambana, na naamini vijana wengi wanaweza wakiaminiwa. Tumepata guidance kwa viongozi wetu wa juu, nikianza na mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini Mzee Mkuchika, wajumbe wa bodi ya wadhamini kina Anton Mavunde, Mheshimiwa Mwigulu, Abbas Tarimba, mama yetu Karume. Hao wote wamekuwa ni mentor kwenye uongozi wetu, lakini pia viongozi mbalimbali ambao wametusupport. Kwa hiyo vijana tukipewa nafasi tunaweza, na hii ni mfano tosha kwa kijana mdogo kupewa club kama Young Africans na akaitendea haki. Ramadhani Mbwaduke, pengine tupitishe kwenye. Asante sana. Maswali mazuri. Kesi, swali lako hili
tunalihifadhi kwa ajili ya second segment ambayo itakuwa inazungumzia mambo ya ACA. Very productive question. Naomba niajibu maswali mawili matatu kwa ujumla wake. Niseme katika wakati tunaanza kwenye uongozi wetu, mimi pamoja na kamati yetu ya utendaji, role yetu ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha tuna elevate quality ya senior team yetu. Hicho ndio kilikuwa kitu cha kwanza. Na ukitazama miaka minne, jitihada kubwa tumeifanya kwenye senior team hasa. Niombe radhi, kocha wangu yuko hapa Edna, timu yake ya kike kwa maana ya Yanga Princess, nafasi ambayo imeachieve ya juu ni second position. Hatujai kuchukua ubingwa. Na ukweli ni kwamba hatujaweka jitihada ya kutosha kuhakikisha tunachukua ubingwa. Timu za watoto mwaka jana tulichukua ubingwa under 17. Lakini philosophy zinapishana. Unaweza ukawa una dhamira ya kusema kwamba nimeachieve timu yangu ya development au timu zangu za development kwa kuchukua ubingwa. Hiyo ni falsafa moja. Na kuna falsafa ya pili, achievement ya youth development ni kuhakikisha umeproduce wachezaji wengi kwenda kwenye senior team. Kwa hiyo falsafa zinapishana. Ukiniuliza mimi na viongozi wenzangu, falsafa yetu sio kuchukua ubingwa kwa hizi youth development. Falsafa inapaswa kuwa ni kuhakikisha una produce wachezaji wengi zaidi kwenda kwenye senior team. Na hilo nikiri hatujalifanikiwa. Kwa hiyo hayo mawili yapo katika to-do list yetu na mtayaona. Eneo la tatu ambalo pia linahitaji improvement ni eneo la facility. Sasa hivi tuna facility pale Kigamboni kwenye maeneo ya Avic, lakini malengo ya uongozi wetu ni kuhakikisha tunajenga uwanja wetu, kuimprove facility, kuwa na uwanja wetu wenyewe. Kwa hiyo ukitazama kwenye hiyo ambayo tunaizungumza, tumefanikiwa kwenye senior team peke yake, lakini kuna maeneo matatu ambayo bado hatujafanya vizuri. Na sio kwamba tumefeli, isipokuwa hayajawa kipaumbele. Na siku tukiweka kipaumbele, Yanga Princess itachukua ubingwa. Hiyo nataka niwahakikishie. Na siku tukiweka kipaumbele kwenye facility, tutaanza ujenzi wa uwanja na tutaumaliza. Na siku tukiweka kipaumbele, youth development yetu itakuwa one of the best in the country. Kwa hiyo haya yapo katika to-do list yetu na tutayafanya. Swali la Nasibu anazungumzia kuhusu transformation. Sisi transformation ya Yanga kwanza haijakwama. Labda nikiri hili. Kuna wenzetu, najua klabu ya Simba imeanza kufanya transformation, na niseme ni transformation nzuri, imepita kwenye hatua nyingi. Yako maeneo ambayo yalikuwa yanaihusu pia serikali imeshiriki kwa nafasi yake, na Simba wanaweza kuwa na status yao. Sisi Young Africans kwenye transformation yetu hatujakwama. Kwa nini? Transformation yetu ipo katika hatua kadhaa. Ya kwanza ilikuwa ni kujifunza. Tumejifunza kwa La Liga, lakini sio kukopi, ni ku learn from the best na kuicustomize kwenye matumizi yetu ya nchi. Tumeweza kufanya hilo. Baada ya kujifunza, tumegusa maeneo matatu ya transformation yetu. Eneo la kwanza ni club ownership. Tukajifunza vilabu vya Ulaya umiliki wa aina ngapi. Umiliki wa kwanza ni public football club na umiliki wa pili ni private football club. What is public football club? Ni klabu ambayo inamilikiwa na wanachama, association. The likes of Real Madrid, Barcelona, socios. Aina ya pili ya umiliki ni private football club. Ni vilabu vinavyomilikiwa na either taasisi au mtu binafsi. Tukajifunza faida na hasara zake. Let me take you through this transformation. Faida ya public football club ni fan engagement process nzuri ya kutengeneza affiliation au connection kati ya wanachama na klabu yao. Kuna mapenzi pale. Lakini ukija kwenye private football club inakuwa ni ownership ya either taasisi au mtu binafsi. Kwa hakuna emotional connection. Kwa hiyo ni faida na hasara. Ukija kwenye public football clubs zina very limited means ya kitu kinachoitwa investment. Lakini kuja kwenye private football club there is a very good room of investment. Leo Azam FC investment yao ya kujenga uwanja haiwezi kuwa question na mtu yote. Mtu anatoa pesa kwenye akaunti yake, ana invest, anajenga uwanja wake, na ile mali inakuwa ni ya kwake. Hakuna process ya kutafuta wanachama na kuchangia na kufanya nini. Kwa hiyo ni private football club ina room of investment. Kwenye public hakuna room of investment au iko limited. Sisi Young Africans tulichagua mix model, mfumo mchanganyiko wa kuchukua 49% za wawekezaji, kwa maana tufungue room of investment na tubakize 51 kwa ajili ya wanachama wetu wawe majority shareholder.
na faida yake ni kwamba una maintain emotional connection, bado club inakuwa ni ya wanachama, lakini unafungua room of investment ambayo haipo kwenye public football club. Lakini zaidi ya hapo tukajifunza eneo la pili la structure ya uongozi, ambayo sisi tulikuwa Young Africans ilikuwa na tunaita wale wadhamini kwenye structure yetu ambao wako watano. Kuna Excom ambayo ina mwenyekiti na wajumbe wa kamati ya utendaji, kuna AGM kwa maana mkutano mkuu wa wanachama ambao ndio decision body ya club, alafu kuna secretariat kwa maana ya GS au CEO na watendaji. Sisi tukasema hii tuna maintain structure. Tunakuja na structure yetu mpya ambayo pila hii itaendelea kubaki vile vile. Mkutano mkuu wa wanachama utakuwepo, wadhamini watakuwepo, Excom itakuwepo na CEO kwa maana ya mtendaji atakuwepo. Lakini sisi tunafungua milango mingine miwili. Tunatengeneza pillars nyingine mbili. Pila ya kwanza itakayokuwa katikati itakuwa ni pila ya kampuni, Young African Sports Club Company Limited. Hii ni kampuni mpya itakayoanzishwa. Kampuni hii dhamira yake ni kuwachukua Young African Sports Club na kuwachukua wawekezaji ambao ni pila ya tatu, kuwaleta pamoja hapa katikati kwenye pila itakayokuwa ni kampuni. Hii itahusisha 51% za Young Africans na 49% za wawekezaji. Kwa Yanga sasa hivi ina pillars tatu. Ina Young African Sports Club ambayo ina mfumo wake wote na wanachama wake, ina wawekezaji watakaonunua shares 49 na ina kampuni katikati itakayokuwa inawakutanisha Young Africans na wawekezaji. Na hii kampuni itakuwa ina 100% za Young Africans, zitauzwa 49 kwenda kwa wawekezaji, 51 zitabaki kwa wanayanga. Itakuwa ina bodi yenye watu 9, 5 kutoka Young Africans na 4 kutoka kwa wawekezaji watakaonunua zile 49%. Na hawa 5, mwenyekiti au rais wa klabu huku ana nafasi yake moja kwa moja, anakuwa board chair. Wa pili atakuwa ni mjumbe anayetoka kwa wadhamini, atakuwa wa pili. Wajumbe wawili watakaotokana na Excom wanakuwa 4 na mtendaji mkuu wa klabu anakuwa 5, katika kulinda interest ya Young Africans. Na hawa 4 wanaotoka kwa mwekezaji ni wale ambao wamenunua shares zenye thamani ya 49%. Kwa hiyo unachukua 49 gawanya kwa 4 unapata 12.25. Yoyote atakayenunua shares zinazofika 12.25 atakuwa na kiti kimoja kwenye board. Kwa hiyo ukiuza 49 watakuwa watu 4. Usipouza Young Africans watakuwa na wajumbe 5, 0 kutoka kwa wawekezaji. Na chini yake kutakuwa kuna CEO ambaye ndio mtendaji atakayeajiriwa na hiyo bodi, na CEO tutamletea operations zote kuja kwenye kampuni. Kwa hiyo sisi sasa hivi tulipo kama Young Africans tulishafanya structure yetu ya kwanza ipo na ina exist. Sasa hivi tulichokifanya ni kufanya valuation, kwa maana thamani ya klabu yetu tumeipata, juzi imetangazwa 100% Yanga ni bilioni 100. Kwa hiyo tukisema sasa tunafungua hii kampuni, ndio process inayokuja sasa hivi. Tutaanza kuuza share 49 na tukiziuza hizo share 49 ndio tutakapopata wawekezaji watajoin kwenye kampuni mpya, na hiyo kampuni sasa ndio itaanza operations za club. Kwa hiyo sisi hatujakwama, tuko kwenye good shape. Stage ya juzi ilikuwa ni valuation, tumemaliza. Sasa tunakwenda kufungua kampuni na kutafuta njia ya kuuza hizo shares zetu 49. Tumpigie makofi. Na mimi hata swali ambalo lilikuwa